Yes, of course. Bana, mambo vipi mtazamaji ambaye tupo hapa katika viwanja vya Sokoine, tupo katika msimu wa 9 Turia Marathon. Mbele yako ni Saidi. Bro, inakuaje? Kama kawa. Good. Shwari kabisa. Bana, umekimbia kilomita ngapi mzee? 5. Ulijipanga 5 au ndio imekuwa tu? Mimi nakimbia kilomita ndefu. Kwa mshindi wangapi? Mimi nilikuwa sikimbii kushindana. Mimi nilikuwa nakimbia kwa ajili ya mazoezi. Mara yako ngapi kushiriki Turia Marathon? Turia Marathon ni mara yangu ya kwanza. Mara yako ya kwanza. Yeah. Unaionaje? Ni mashindano, ni marathon ambayo imekusanya watu wengi, mbali na mazoezi, mbali na kushinda, lakini pia ina connect watu, so unajuana na watu na inakupa fursa mbalimbali. Mbeya umekuwa kama mwenyeji sasa. Mimi Mbeya nakuja sana. Hali hiyo unaionaje kwa mara nyingine tena? Sasa hivi iko kawaida, maana mimi nimeshaikuja ule msimu wa baridi kabisa. Kwa hiyo najua ikiwa baridi Mbeya inavyonyoosha. Kwa hiyo sasa hivi nimekuja vizuri, ndio maana hata asubuhi watu wameamka bila shida, wameweza kukimbia na kumaliza mbio zao zote. Turia Marathon sasa hivi ina connect na wasanii tofauti. Nadhani hii inawapa fursa gani wasanii? Cha kwanza inatengeneza ile connection kati ya wasanii na mashabiki zao walioko Mbeya, lakini wasanii pamoja na viongozi, kwa sababu kwenye mashindano yao wanakuja viongozi mbalimbali, lakini pia wasanii wanaweza kupata fursa mbalimbali za kufanya sanaa yao, kwa kuwa wameshapata ile fursa ya connect na wafanya biashara wakubwa, wawekezaji ambao wanapatikana jiji la Mbeya. Okay. Bana, kwanza mimi nikupe hongera bana, unafanya kazi nzuri sana mzee. Asante sana. Baba Levo ni blaza zako, najua kabisa mnaheshimiana. Baba Levo juzi tumeona ameandika kupitia ukurasa wa Instagram. Tuanzie pale. Ujumbe wa Baba Levo ambaye kama kaka yako ambaye najua kabisa mnaheshimiana, ulipokeaje? Yani mimi siwezi kuongelea yeye alichokiandika, kama yeye alichokiandika aliona ni sawa kwa muda ule. Sasa the end of the day sisi ndio tunafanya hii career, yeye anafanya career nyingine. Kwa hiyo sisi tupo kwenye tunafuata misingi ya career yetu. Hatuwezi kufanya kitu kisa mtu anaongea au mtu anafanya. Hapana. Kwa hiyo mimi sitaki kuongelea yeye alichokiandika. Page ni yake. Anaweza kaandika chochote anachokitaka. Na mimi na page yangu. Nikitaka kupost kwenye page yangu, nitapost kwenye page yangu. Kila mtu ana page yake. Bana, show yako ya usiku wa Kalamu Awards ina maneno mengi sana mzee wangu. Wengi wanajaji kwamba bana Saidi imekuaje mzee? Ulitegemea pale au ndo kama vile ambavyo uliposti baada ya Instagram yako uliandika Ibilisi alinipanda bana. Ilikuwaje mzee? Ibilisi alinipanda, mimi nataka kumsupport mdogo wangu Pate. Ajua kabla mimi watu kurusha story yangu Instagram, sisi kama taifa tulikuwa tupo na Dogo Pate. Kwa hiyo yani nilipoona watu wamesahau kama kuna Pate, niliomba mimi nikaandika kumsupport kwamba Ibilisi, watu warudi kwenye Ibilisi jamani. Kuliko hicho kifanya. Ila kwa swala boli imetokea, mimi nashukuru serikali, Mama Samia Suluhu Hassan, wote wanajua comedy ni nini. Ndio maana unaona kiongozi yote amereact. Ila wananchi ambao kati ya stand up comedy ni mpya kwao, ndo wamefanya kile kilichofanyika. Ila kwa hamna ubaya yote, kaangalie comedians wa even Marekani, kama angalie Dave Chappelle siku amekutana na rais wa Marekani, kaangalie, yani ni kitu ambacho hakina ubaya. Uwezo ukaleta protocol kwenye sanaa. Ukiweka protocol kwenye sanaa yako, maana yake unajifunga, uwezo kufanya ile sanaa yako kwa mawanda mapana. Baada ya kuona comment tofauti na post mbalimbali za watu wakiongelea show yako, kwako tafsiri gani ilikuja haraka? Mimi niligundua kwanza wananifuatilia. Kwa sababu huwezi kufanya yale kama ulikuwa unifuatilia. Kwa hiyo kwanza nilifly, kumbe nafuatiliwa na karibia Tanzania nzima. Lakini cha pili, unajua mashabiki huwezi kuwaraumu, kwa sababu kacha stand up comedy ni mpya. Kwa vile unavyokuwa unafanya vitu ndio unagundua kumbe kwenye comedy kuna hiki kitu. Kwa mfano ni hatujawahi kufanya comedy Tanzania, akaja Mheshimiwa Rais. Kwa kumbe baada ya Mheshimiwa Rais kuja akasema kumbe anaweza mkafanya comedy, akaja Mheshimiwa Rais na watu wakafanya jokes zile even za kumhusu rais, lakini tu wasivuke ile mipaka ambayo imewekwa. Bana, tumalize na hili hapa. Baba Levo alishauri kwamba wachekeshaji kabla mjapanda kwenye stage, mkae kwanza backstage, mwachekeshe kwanza mabodyguard. Sio ushauri wa Baba Levo, yani kabla show yoyote watu wanakaguliwa. Sasa hiyo sio swala Baba Levo, ni kacha stand up comedy. Kwako nadhani itakuwa poa sana mkiwa mnakaguliwa? Sio poa, yani ni utaratibu, kwani si show zote tunakaguliwa. Yeye mwenyewe anajua. Bana, big time. Asante sana. Big time.